Maisha ni kitu cha kiroho kabla hakijawa kitu cha kimwili, na kwa sababu ni kitu cha kiroho, maisha yanamtegemea Mungu kuliko yanavyokutegemea wewe. Maisha yako yanamtegemea Mungu kuliko yanavyokutegemea wewe, na kwa sababu maisha ni kitu cha kiroho, maisha yako yanamsumbua Mungu kuliko yanavyokusumbua wewe. Kati ya kitu ambacho nataka kujua, Mungu anaumia na maisha yako kuliko yanavyokuumiza wewe. Biblia inasema mtukeni Bwana afadhali, maana ujishughulisha sana, sio kidogo, ujishughulisha sana na mambo yenu. Yaani maana yake mbingu iko bize na wewe kuliko wewe ulivyo bize mwenyewe. Mungu anashughulisha akili yake sana kwamba huyu mwanangu nataka nimtoe hapa, nataka nimtoe hapa, nataka awe na hatua hii, nataka awe na hiki. Kuja nikwambie, ni fahari ya mzazi kuona mtoto wake ana hiki, tena vya thamani. Kwa sababu mtoto wako akimiliki vitu vya thamani, heshima inakuja kwako wewe baba, inakuja kwako wewe mama, sio kwa mtoto. Ngoja nikwambie, maisha yetu yanamtangaza Mungu alivyo. Watu wakitaka kujua Mungu anafananaje, anaangalia familia yake huku duniani inafananaje. Vile tulivyo sisi ndio mahubiri ya watu wa dunia kwamba Mungu wetu yukoje. Kila Mungu anachotufanyia ni kwa ajili ya utukufu wake, ili jina lake liende juu zaidi kuliko mahali lilipo sasa kwa watu wa mataifa.